Mwenyekiti wa Chadema Taifa, wakili msomi Tundu Antipas Lissu amezuiliwa na mamlaka ya uhamiaji nchini Angola alipotoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Quantro de Fevereiro International Airport ulioko katika jiji la Luanda kwa mkutano wa siku 2 ambao unatarajiwa kufanyika katika jiji hilo. Katika ukurasa wake wa Twitter yani X, Lissu ameandika yafuatayo: mamlaka ya uhamiaji ya Angola imenizuia na kukataa kuingia Angola. Mimi na ujumbe wangu wa zaidi ya viongozi wakuu 20 ambao ni wawakilishi wa vyama vya siasa kutoka kusini mwa Afrika ambao walifika Luanda mapema leo kwa mkutano wa siku 2. Ujumbe huu unajumuisha makamu wa rais wa kwanza aliye madarakani kutoka Tanzania ambapo ni Zanzibar, rais mstaafu wa Botswana, waziri mkuu mstaafu wa Lesotho, na viongozi wa kisiasa na wajumbe kutoka Kenya, Sudan, Tanzania, Afrika Kusini, Namibia, Eswatini, Lesotho, Ujerumani, Marekani, Uganda, DRC na Msumbiji. Wa Angola na wa Tanzania ni ndugu. Tanzania iliwakaribisha Antonio Agostino Neto na wapiganaji wake wa MPLA katika miaka ya mapema ya harakati zao za uhuru. Tulisaidia Angola katika hali ngumu na nyepesi wakati wa utawala wa ubaguzi wa rangi wa Afrika Kusini na wakati wa utekaji wa kusini mwa Angola katika miaka ya 80 na 70. Tundu Antipas Lissu ameendelea kusema kwamba Angola na Tanzania ni nchi wanachama wa SADC. Hivyo kwa Tanzania hatuhitaji visa kuingia Angola. Jambo na Angola namna ambavyo pia raia wa Angola hawahitaji visa kuja nchini Tanzania. Amemaliza kwa kusema kuwatreat vibaya raia wa mataifa ndugu wa Afrika na mamlaka za uhamiaji za Angola ni jambo lisilokubalika kabisa na linapaswa kukemewa kwa nguvu, ilisema taarifa ambayo Tundu Antipas Lissu aliweka katika ukuta wake wa mtandao wa X mapema tu mara baada ya kuzuiwa kuingia nchini Angola katika jiji la Luanda katika uwanja wa kimataifa wa Angola. Nini maoni yako mtazamaji na mfuatiliaji wa G-Media Africa kuhusiana na hiki ambacho kimetokea? Je, ni haki kwa kile kilichofanyika? Ukiangalia mataifa ya Kiafrika, sisi sote ni ndugu na hatuhitaji kubaguana kwa namna yoyote. Tafadhali usisahau kusubscribe katika channel hii na hakikisha unabonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata habari zetu. Hii ni G-Media Africa.